Bwana na maadui wote wanyamaze kimya katika fahamu zetu. Kwa utukufu wa jina lako ninamkabidhi mwanao, ni katika jina la Yesu tunaomba utulie. Amina. Shangilie Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Wangapi tuna amani? Kama una amani nyosha mkono. Haleluya mtumishi wa Mungu. Basi bila kupoteza muda, haki ikiwa imezingatiwa, na hizi wengi mnanifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Nimemshangaa Mungu sana kwa sababu kuna kitu ambacho amekifanya hadi nimeshangaa. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, Mungu amefanya jambo ambalo hata mimi nimeshangaa. Haleluya. Nilipokuwa nimekaa pale, natamani niende moja kwa moja. Amen. Nilipokuwa nimekaa pale, nikawa nasikiliza mwenyekiti aliposimama, alafu akasema kuna mtu ametoa sadaka ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni moja ya kitu ambacho mimi kwangu, yaani nimemshangaa Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila ambacho Mungu amenipa ndio hicho ambacho kimefanyika kwa kitendo. Bwana Yesu asifiwe. Kila ambacho Mungu amenipa, na hizi nina siku mbili, hiki kitu kimenisumbua sana. Kwa habari yako ndugu yangu, pamoja na mimi ambaye nimesimama na NIT yote kwa pamoja, ni kwa habari ya sadaka ya ukombozi. Haleluya mtumishi wa Mungu. Sitakuwa na muda mwingi sana hapa, nitatumia muda mdogo sana, ila tutaomba kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba kidogo. Nisikilize tu kwa dakika chache sana. Halafu najua utapata kitu ambacho kitakusaidia. Ni kitu ambacho uhalisia kimetabiriwa tangu mwanzo wa ibada. Hata mimi nimefika hapa, watumishi wa Mungu, mimi nakuja kutimiliza tu. Hakuna kitu kingine ambacho nafanya zaidi. Andaa moyo wako uwe sawa kwa ajili ya Mungu kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho nilichokiona na hicho ndicho ninachomshangaa Mungu, kwa maana yeye ni mwaminifu. Haleluya watumishi wa Mungu. Basi somo letu leo ambalo tunaenda kujifunza kwa habari ya sadaka, kwamba sadaka ya ukombozi ilishatolewa. Unaandika tu, andika kwamba sadaka ya ukombozi ilishatolewa. Sadaka ya ukombozi ilishatolewa. Haleluya watumishi wa Mungu. Sitasoma maandiko mengi, yamkini naweza nikasoma andiko moja tu, alafu tukaingia kuomba. Wakati nasimama, yani namuuliza Mungu alinipa dimension mbili tu. Dimension ya kwanza ni kwamba sadaka ya ukombozi ilishatolewa kwa habari ya NIT. Hiyo pointi ya kwanza ishikilie. Pointi ya pili, mtumishi wa Mungu, sadaka ya ukombozi ilishatolewa kwa ajili yako na familia ya kwako. Hizo ndo dimension mbili ambazo tutatembea nazo sana kwa upana na kwa kina. Hizo tu. Sadaka ya ukombozi ilishatolewa kwa ajili ya NIT. Mnavyoiona NIT hapa, kuna sadaka ambayo tayari ipo kwa habari ya ukombozi wa watu wa NIT na dhambi zao. Kuna sadaka ambayo ipo Mungu ameisimamisha, ni kwa habari ya watu ambao wanakuja NIT hapa. Kuna watu wanakuja NIT, wanatoka makwao, wanakuja NIT. Ile sadaka ipo kwa ajili ya wale watu kuwavuta kwa Mungu. Ni kwa ajili ya wale watu kuwatoa katika hali ya dhambi na kuwapeleka katika maisha mengine mapya. Hilo NIT wanakasa kwamba tulijue na tulisimamie, kwa sababu ni agano la Mungu kabisa.
Haleluya, watumishi wa Mungu. Jambo la pili, mtumishi wa Mungu, sadaka ya ukombozi ilishatolewa kwa ajili yako. Nisikilize, sadaka ya ukombozi Yesu ilishatolewa tayari kwa ajili yako pamoja na familia. Ila nisikilize tu kwa dakika chache ambazo niko nazo, nikwambie jambo alafu Mungu atakusaidia sana. Naposema sadaka ya ukombozi ambayo Yesu ambaye Mungu aliitoa kwako, sadaka ya ukombozi ililetwa na Kristo mwenyewe. Yaani Yesu ndio yeye ambaye tunamwita sadaka ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inaniambia ya kwamba hapo mwanzo, tukiangalia ukisoma Biblia nyuma, kabla ya Kristo kuja, watu walikuwa wanatafuta ukombozi kwa kutumia sadaka za wanyama na vitu vingine. Kuna watu walikuwa wanatumia wanyama, walikuwa wanatumia ng'ombe, walikuwa wanachinja ng'ombe kwa ajili ya upatanisho ama ondoleo la dhambi. Yaani mtu akiwa amejinajisi, mtu ambaye amekuwa amekaa katika hali ambayo si ya kumpendeza Mungu, maana yake ni kwamba ili aweze kupatanishwa na kurudishwa tena katika msingi ulio mzuri, ni lazima ng'ombe achinjwe na ile damu yake ikamwagwe kwenye ubavu wa madhabahuni. Nisikilize, madhabahuni, Biblia inaniambia kwamba katika ubavu wa madhabahuni, na ndipo ile sadaka ya ukombozi, yaani ya ondoleo la dhambi kwa wale watu, ilikuwa inanyunyizwa pale, imewekwa pale, na baada ya hapo zile damu zingine za ule mnyama ambaye amechinjwa zinanyunyizwa sehemu zingine kwenye ile madhabahu, lakini ubavuni mwa ile madhabahu alikuwa panawekwa ile damu kwanza, afu mengine anafuata. Nataka nikulete kwa nini Yesu amefanyika kuwa ndio sadaka ya ukombozi, kwa sababu hata Biblia ukiangalia ni kwamba wakati akiwa msalabani, si watumishi wa Mungu alichoma mkuki hapa Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alichoma mkuki mahali pale? Ile ni madhabahu ambayo ilisimamishwa, na lile neno lilisimama kwamba damu ilimwagika kutoka ubavuni mwake. Maana yake ni kwamba ile ni madhabahu ya Mungu ambayo ilisimamishwa kwa damu ya Yesu Kristo mwenyewe, ya kwamba hakuna damu nyingine ambayo itakuja kutoka kwa habari ya kwenda kusimamisha madhabahu ya Mungu mahala popote pale, ila damu ya huyu Yesu. Na ndio maana Yesu amefanyika kuwa sadaka ya ukombozi. Kabla ya mambo yote unayoyajua, kabla ya sadaka zote unazozijua, kumbuka iko sadaka ya ukombozi ambayo Mungu tayari alishaituma kwa ajili yako, alishaituma kwa ajili ya watu wa NAT. Hiyo sadaka haiwezi kanyamaza mpaka mwisho, ule wakati ambapo mwana Adamu atakaporudi na kulichukua kanisa kulipeleka kwa Baba. Sikiliza nikwambie, mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu, ni kwamba haleluya, naomba ni balance kwa sababu ya muda. Nisikilize, naomba utoshi, ila sikiliza, naomba usikilize mtumishi wa Mungu. Biblia inaniambia, naomba tusome ile andiko ili nisije nikaenda mwenyewe. Haleluya. Somo Waebrania, nisomee tu Waebrania 9:28, alafu mwingine atanisomea Wakorintho wa kwanza 5:7. Hapo tu mengine nitamalizia, afu Mungu mwenyewe atakusaidia. Naomba tusikize kwa makini kwa dakika chache ambazo Mungu amenipa, basi Mungu atakusaidia. Na yule Eva nayo na vyombo vyote vya ibada alivitia damu vivyo hivyo. Na katika Torati kaliwa vitu visafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. 28 soma. 28 anasema kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka moja alichukua dhambi za watu wengi. Ishia hapo tu, inatosha. Nisikilize mtumishi wa Mungu, ni kwamba kadhalika Kristo naye alitolewa sadaka. Kumbe sadaka ambayo ilitolewa kwa ajili ya dhambi, watu wanakuja ile nchi wamebeba mizigo ya dhambi.
Kuna watu wanateseka, wameshindwa ni namna gani waikwepe dhambi, lakini iko sadaka ambayo Mungu alitoa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Iko sadaka ambayo Mungu alitoa kwa ajili tu ya mwanadamu kuwepo, kwa sababu Biblia inasema hivi, ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema hivi, kwa kuwa Ibilisi alikuwa mtenda dhambi toka mwanzo, kwa kusudi hilo mwana wa Adamu amefanyaje? Amedhihirishwa wapi? Na baada ya kudhihirishwa kuna matokeo ambayo Mungu aliyasema pale, ya kwamba baada ya Yesu kutolewa kama sadaka, maana yake alitolewa wapi? Msalabani, aliuawa pale. Lakini Biblia inaeleza waziwazi kwamba baada ya lile agano au kusudi na huyo mwana Adamu kuangikwa msalabani, Biblia inaniambia kwamba ili azivunje kazi zote za yule nani? Bwana Yesu asifiwe. Manake ile ni sadaka ya ukombozi ambayo tumepewa si wanadamu. Lakini hii sadaka ya ukombozi, watumishi wa Mungu, ina tabia moja. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ina tabia moja. Biblia imesema kwamba hii sadaka ya ukombozi ina tabia moja. Tabia yenyewe ni kwamba hii ni sadaka ambayo isiyo na nini? Isiyo na mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani manake haikuonekana na doa. Hiyo sadaka haikuonekana nini? Na doa, ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa nini Mungu aliamua kufanya kile kitu? Biblia ukisoma Mwanzo, kipindi watu wanaweza wanafanya yale mambo mengine, lakini sitayasema kwa sababu ya muda. Lakini Biblia inanieleza kwamba wale mafahali na damu za na vitu vingine havikufaa kwao, kwa sababu hazikuweza kuwabadilisha, kwa maana walikuwa wakifanya ile agano ama upatanishi ya kwamba waondokane na dhambi, wanajikuta tena wamerudi kwenye lile ambalo lilikimbia mwanzo. Na ndio maana Biblia inaeleza kwamba kwa habari ya Yesu ya kwamba Kristo alifanyika kuwa kuhani mkuu, ambaye kwa yeye tumepata ukombozi, yani ondoleo la dhambi. Lakini kabla hapo Yesu mwenyewe, Biblia inasema hivi, alifanyika kuwa kuhani mkuu, si kama makuhani wengine ambao kila itoko leo wanaingia hekaluni wamebeba damu za wanyama na watu wengine, lakini yeye aliingia amebeba damu yake mwenyewe, wala si vinginevyo. Aliingia amebeba damu yake mwenyewe kudhibitisha lile agano ambalo alitumwa alifanya kwetu, ya kwamba hakuwa na namna nyingine ya yeye kukwepa, ya kwamba labda achukue damu za wanadamu au achukue damu za wanyama kwa habari ya huyu mwanadamu kuokolewa, ila ilimpasa yeye mwenyewe kabisa afanyike kuwa kafara ili sisi tuwe salama. Biblia inaniambia ya kwamba kipindi cha nyuma walikuwa wanatoa sadaka ya amani, wanatoa sadaka ya shukrani. Kipindi cha nyuma, Bwana Yesu asifiwe sana, walikuwa wanafanya sadaka za kila aina, lakini mwana Adamu ndiye ambaye kwa yeye vitu vyote vimefanyika kwa pamoja, vyote vimefanyika kwa pamoja. Iwe ni sadaka ya amani tumeipata, iwe ni sadaka ya uzima tumeipata, na tena ni uzima wa milele, sio ule ambao unaopata alafu kesho unarudi. Hapana, ni uzima wa milele, kwa sababu ni agano ambalo Mungu mwenyewe alikusudia, kwa sababu ya lile pendo ambalo Mungu alilitaka kwetu. Nisikilize mtumishi wa Mungu, nisikilize. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Muda wangu ni mdogo sana, ila naomba nikaongee point hii. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Wakati wana wa Israeli wanatoka kule Misri, nisikilize. Biblia inaniambia hivi mtumishi wa Mungu, walifika mahala, tumtazame Balaki ambaye alikuwa ni mfalme sehemu fulani. Aliwatazama wana wa Israeli kwa nguvu zake za kiganga. Nisikilize. Alipowatazama kwa nguvu zake za kiganga, akaamua mwambie Balamu ya kwamba alilani lile taifa linakuja, lina nguvu kupita wao. Nisikilize wewe. Lina nguvu kupita yule ambaye alikuwa ni yule mfalme. Nisikilize. Alipoona kwamba lile taifa lenye nguvu, basi akaamua achinje sadaka, akaiweke madhabahuni ili aseme na Mungu, asikilize, ili alifuate ile taifa alipige. Nisikilize mtumishi wa Mungu.
Wako watu wengi ambao walifia hapa mlipo, hatima zenu ni kubwa. Najua kila mmoja ameandaliwa safari ambayo ni lazima ataifikia. Kila mmoja amepewa mahala ambapo lazima atafika na kumtukuza Mungu. Kama wana wa Israeli, kila mtu hapa ameahidiwa kutoka hali ya mateso, kutoka hali ya ndogo au duni ya maisha, kutoka hali ambayo ni ndogo, ili asimame na wafalme kama Biblia inavyosema. Najua hakuna ambaye hajaahidiwa, ile ni ahadi ambayo Mungu ameiandika, lakini ni jambo moja ambalo adui anainuaga kila leo, kuaga anaangalia toka anayekuja ni nani. Nisikilize, nilikuwa natamani kuambia kwa dimension nyingi sana, ili tu nielewe ni kitu gani nachokwambia. Nisikilize mtumishi wa Mungu, yamkini unajiona leo uko hivyo leo, yamkini unajiona ni wa kawaida, lakini nisikilize, wako wenzako tayari walishakusoma jinsi ulivyo, wakaona, wakaingia madhabahuni kutoa sadaka ili kumdhoofisha. Haleluya, watumishi wa Mungu. Nisikilize nikueleze. Wakati unaondoka mahala fulani, nisikilize. Hapo ulipo mtumishi wa Mungu unapita. Jinsi unavyojiona mtumishi wa Mungu unapita, hakuna mtu ambaye ananiambia kwamba hapa nimefika. Kila mmoja ukimuuliza hapa anasema ninapita, kuna mahala ninaenda. Ni kweli na ni ndio. Lakini sikiliza nikwambie, kama hautajua hii sadaka na namna ya kutembea navyo au kutembea nayo, mtumishi wa Mungu, adui amejiandaa kwa kuwaga kafara za watu wengi ili kukushusha chini wewe. Nisikilize, wakati wana wa Israeli wanatoka kule kuelekea kuimiliki ile nchi ya masari na maziwa ambao Mungu aliwaahidia, Balaamu aliamua kwamba hawalani wale watu wasifike, lakini ile sadaka ambayo ilitolewa Misri, sadaka mwana kondoo, ule wakati ile sadaka ilienda kumua hata mzaliwa wa kwanza wa Misri, ile sadaka ilisimama milele. Hata wakati ambapo Balaamu aliinuka kuwalani, Roho Mungu alisimama, Mungu mwenyewe alisimama, kwa maana iko sadaka isiyovunjwa na mtu. Haijalishi ni maelfu gani ambayo yatasimama kukuzuia, lakini maadamu umesimama pamoja na hii sadaka ambayo Mungu alishaitoa, maana ni sadaka ya utakatifu. Sikiliza, ni sadaka ambayo haina mawaa. Maana yake ni kwamba inakupasa utulie mahali ambapo pana sadaka ya ukombozi wa maisha yako, pana sadaka ya ukombozi wa hatima yako, pana sadaka ya ukombozi wa kila jambo juu ya maisha yako. Ni kwamba hii sheria inaniambia ni kwamba ni sadaka isiyo na mawaa, haidanganyi. Nisikilize nikwambie, kama kuna mahali unachanganya, mtumishi wa Mungu, uko mahala pabaya, nataka nikwambie uko mahala pabaya. Kama leo umesimama, kesho umeanguka, hauko salama, hauko salama. Sio sadaka ninayoisema leo. Biblia inaniambia kwamba sadaka imetolewa mara moja, itakapokuja mara ya pili ni kwa habari ya unyakuo. Kwa nini nimesimama, kesho sipo? Hauko na ile sadaka. Nisikilize, hauko na ile sadaka. Sikiliza, wakati wanajiandaa kuwalani wale watu, Mungu aliingilia akampiga pale pale na kinywa chake akabadilisha. Nisikilize, hii sadaka ina tabia kuwapigania watu. Hii sadaka ina tabia ya kuwafuatilia watu. Hii sadaka ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe huwa ina tabia ya kuingia ndani ya mtu, inaenda hadi nyuma mno. Ninaposema nyuma, unanielewa? Haleluya! Ninaposema nyuma, unanielewa? Halafu tunaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndo sadaka ambayo ninayoisema leo, ambayo ni sadaka ya ukombozi ambayo Mungu amekupa. Kuna watu maofisini wamejiandaa kukuangusha, ya kwamba utakapofika usipate kazi, ila hii sadaka hawataweza kuishinda, kwa maana Mungu ndiye yeye yule jana na leo na hata milele. Hata kama wakisema ya kwamba haitawezekana, lakini kwa hii sadaka inawezekana. Hata kama walikwambia hautatoboa, kwa hii sadaka nakwambia mtumishi wa Mungu, ondoa mashaka, ondoa hofu, jua kwamba hii sadaka inanena mema mpaka sasa, inanena mema bado, inanena mema juu yako. Nisikilize nikwambie, Biblia inaniambia ya kwamba Yesu akiwa pale msalabani, wakati anakata roho yake ilitembea ikaenda mpaka kuzimu. Nisikilize, ilipoenda mpaka kuzimu, ilienda kuzitoboa zile roho
ambazo zililala zamani akatoka nazo, alifufuka leo. Maana yake Mungu, hii sadaka ina tabia ya kufuata na kuyainua mambo yaliyokufa kwenye maisha yako. Hii ndio sadaka ninayoisema, ni sadaka ya ukombozi, ilishatolewa tangu mwanzo. Ina tabia ya kuyaendea yale mambo yaliyokufa kwako na kuyaibua tena, halafu ina tabia ya kwenda mbele. Hii ndio sadaka nakwambia. Hii ndio sadaka nakwambia. Hii ndio sadaka ambayo Mungu anasema ya kwamba yeye ni mtakatifu. Sikiliza, hivi unaweza kaelewa kwamba kwa nini Mungu anakuambia wewe mtakatifu? Kwa nini Mungu anasema kwamba heri wazifua nguo zao wawe na haki kuuendea mti wa uzima? Kwa nini? Haleluya, mtumishi, msikiliza. Mungu hataki upishane na hii sadaka, kwa maana ukipishana na hii sadaka hautakuwa na uzima. Na ndio maana anasili kuhusilia kwamba kaeni utakatifu. Anajua kwa sababu hii sadaka yote ni sadaka ina gani? Kwa nini? Mmenielewa na bosi? Haleluya, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sadaka ambayo ninaisema. Ni sadaka ambayo Yesu alitoa kwa ajili yangu na wewe. Haitatokea sadaka nyingine ambayo itatolewa kwa habari ya mimi kukombolewa. Hakuna sadaka nyingine ambayo Mungu ataileta tena kwa mara nyingine. Naomba jielewe maneno Mungu. Naomba tusikilize. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sadaka naisema. Hii ndio sadaka ambayo ninaisema. Biblia inasema kwa habari ya Isaka. Nisikilize. Ibrahimu aliahidiwa ahadi ya kuwa baba wa mataifa. Nisikilize. Sadaka huwa ina tabia kukamilisha jambo. Manake ni kwamba kama sadaka ina tabia kukamilisha jambo, manake lile jambo ambalo Mungu alilisema kwako tayari lishakamilishwa na ile sadaka. Kwa nini nakwambia hivyo? Sikiliza. Mungu ukisoma kitabu cha Mwanzo 22 na hivi kuanzia mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba sikutaka ufanyeje? Utoe manasini hivyo, nilikujaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikujaribu niuone moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilichokuja nikaona baada ya Mungu kumwambia hivyo Ibrahimu, Biblia inasema Ibrahimu aliinua macho. Alipoinua macho akamwona mwana-kondoo ambaye pembe zake zimefanyaje? Zimeshikamana kwenye nini? Kwenye kitasa. Sikilize, Ibrahimu aliambiwa kuwa yeye ni baba wa mataifa. Haleluya. Aliambiwa yeye ni baba wa mataifa. Kwa sadaka ya Isaka pekee asingekuwa baba wa mataifa. Sikiliza. Kwa sadaka ya Isaka pekee yake asingekuwa baba wa mataifa. Tunaona kina Yefta binti yake ambaye alikuwa ametoa nadhiri kwa Bwana, alikuja akamchinja. Yefta binti yake alimchinja kwa sababu ile nadhiri, lakini najua habari zake. Nisikilize nikwambie, Isaka asingetosha kwa habari ya Ibrahimu kwa baba wa mataifa. Na ndio maana Mungu alimwambia, nilikuwa natazama moyo wako, nimeuona moyo wako kwamba unanipenda. Sikiliza nikwambie, hii ndio sadaka ambayo ninaisema. Hii ndio sadaka ambayo ninaizungumza. Kuna watu ambao wanaona ya kwamba labda Mungu bado hajafanya. Kuna watu wanajiona kwamba labda bado sipo kwenye agano. Ila nikikwambia mtumishi wa Mungu, ukikumbuka hili neno ya kwamba iko sadaka ambayo hailali wala haitulii mpaka pale utakaposimama mara ambapo Mungu amekwambia. Yule mwana-kondoo alichinjwa, na baada tu ya kuchinjwa mwana-kondoo, malaika alishuka. Haleluya. Baada ya Ibrahimu kumkamata mwana-kondoo akamchinja, malaika akashuka pale pale akaanza kumwambia mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichokuwa kimesubiriwa ni ile sadaka ambayo ni sadaka ya ukombozi wa mataifa. Yesu ni mkombozi wa ulimwengu. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Hiyo ni sadaka ambayo ilileta mtumishi wa Mungu. Naomba nikaongee pointi ya mwisho, ni nyamaze. Roho Mungu atusaidie. Haleluya. Roho Mtakatifu akusaidie.
kulichakata neno na kulielewa. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anatoa sadaka. Mtumishi wa Mungu ametoa sadaka ya shukrani. Nisikilize watumishi wa Mungu. Wanakata tomereti. Nisikilizeni watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ametoa sadaka ya shukrani. Biblia imeeleza aina za sadaka nyingi. Kuna sadaka ya amani ambayo wao wanafanya. Ile sadaka ya amani ndio ilikuwa imejawa au imebeba sadaka ya shukrani pia. Maana chochote kile ambacho kama kibeba kuruhusu amani na vitu vingine walikuwa wanapeleka sadaka ambayo ni sadaka ya amani. Sikiliza. Huyu mtumishi wa Mungu maana yake ni kwamba hizo siri nyingine ambazo nataka nikupe kwa habari ya kuendea ule mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, najua kila mmoja anajua kwa habari ya matoleo. Najua kila mmoja anajua kwa habari ya sadaka. Lakini neno moja, nisikilize. Biblia inasema kwa habari ya sadaka na imesisitiza sana. Lakini lengo kubwa ni hili hapa. Kwa habari ya watumishi wa Mungu walisahau neno. Sikiliza. Kila ambacho Mungu anataka. Biblia inasema katika kitabu cha Ibrania 10:8 ya kwamba Mungu hakupendezwa na sadaka za kuteketeza wala hakuzitaka. Mungu hakupendezwa na sadaka zako unazozitoa wala hukutaka. Ila kuna mahala Mungu amesema kwamba anapendezwa na rehema. Biblia inaambia kwamba kuna wakati Mungu anawataka watu wamwabudu katika roho na kweli. Sio manake ile sadaka, ile ni sadaka kumwabudu Bwana katika roho na kweli, ile ni sadaka inatosha mno kwake. Yaani wakati ambapo unaingia kwenye maombi unamwambia Baba nastahili kwa maana hata sasa mimi ni mzima, ile ni sadaka. Yesu anaitazama. Haleluya. Sadaka ambazo zingine tunatoa mafungu, Biblia imeeleza kuna sadaka za fedha, dhahabu na vitu vingine vyote kwa pamoja, vyote vimeeleza, lakini nataka nikupe siri moja. Zile sadaka tunazitoa kwa ajili ya kuunganisha hii sadaka ambayo Mungu alitupa toka mwanzo. Narudia tena, nisikilize hapa. Mungu anapokuambia lese, nimesikia ndani yangu. Mtumishi wa Mungu hapa amefanya jambo, nisikilizeni. Naomba nimwongelee huyo hayupo hapa. Amen. Huyu mtumishi wa Mungu amefanya jambo la kutoa shukrani. Maana yake amefanya sadaka ya amani, ambayo sadaka ya amani hiyo hiyo imeungamanishwa kwenye sadaka ambayo ni sadaka ya ukombozi ambayo Mungu alitupa toka mwanzo, ambayo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ndio sadaka ya amani yenyewe. Amesema yeye ni mpatanishi, amekuja kutupatanisha na nani? Na Baba. Na amekuja akakazia akasema kwamba watu itabidi washirikiane na watende mema. Ile ni sadaka ya upatanisho, sadaka ya kupatanishwa, maana yake ni sadaka ya amani. Na ni sadaka ya amani ambayo imebeba sadaka ya shukrani kwa ndani. Najua makanisani mnatoa sadaka za shukrani, nataka niwafungue ni kitu gani mwema akifuata mahali pale. Haleluya. Kitu ambacho Mungu anakiangalia ndani ya mtu. Wakati Mungu anaposema kwamba yeye ametoa sadaka ukombozi, lese ametoa sadaka ukombozi, lile neno likaingia ndani ya mtu. Alipoingia ndani ya mtu akaamua nataka nani? Hii nguvu ya ukombozi ingie ndani yangu. Nisikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa na tabia moja. Tabia yake ni hii hapa. Anapomwambia mtu ndani ya moyo, maana yake kuna kitu amekiona kwako anataka kutendea. Ila tayari kilishatengenezwa kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho, kupitia ile njia ya sadaka ambayo Mungu alitoa. Anachokufanyia lazima upige hatua. Ili upige hatua lazima usemee jambo, toa sadaka ya shukrani kwa ajili ya kitu. Haleluya. Utabeba sadaka ya shukrani, lakini lengo lake ni kwamba ujue kitu gani ambacho kinakupasa ukifanye, kwa sababu tayari kipo. Haleluya tu. Naomba nitoe mifano hai. Sitaenda mbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, kuna mtumishi mmoja alikuwa anahubiri, alafu mtu mmoja akatokea akampa hela. Amen. Amempa ile hela, kitu gani anatarajia unajua? Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtumishi amesimama kwa huduma, alafu mtu akabarikiwa akasikia niunganishe sadaka. Maana yake ameenda kukipokea kila ambacho amefanyaje? Amefanyaje? Bwana Yesu asifiwe.
ameenda kupokea, yani amelichosikia okay, akaamua kwenda kupokea kuambatanisha ile sadaka, kuunganisha. Na ndicho Mungu anachokifanya hata leo. Anapokuambia kwa habari ya jambo fulani kuhusu kutoa, unapotoa maana anakuunganisha na ile sadaka ambayo Mungu amekwambia, ambayo ni sadaka ukombozi, ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nimalize. NIT kuna sadaka ambayo Mungu alishaitoa, lakini watu wakumwambia Mungu kwa habari ile sadaka, kunena juu ya NIT. Nisikilize, hiyo sadaka ni kwa ajili ya watu kutoka dhambini na kumtazama Mungu wao. Hiyo sadaka special case ni hiyo, lakini watu wanahitajika kumwambia Baba, sadaka inanena, damu inanena mpaka leo NIT. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ile haja ya watu wa NIT kumwambia Mungu, tunataka damu yako izidi kunena juu ya watu wa NIT, hata mmoja asipotee, kwa sababu sadaka haiko, wala hakuna kuwazuia watu wasimjue Mungu. Hakuna kuwazuia watu wasikutane na miujiza yao, kwa sababu kafara Mungu alishatoa tayari, wala hatapata kuwa na kafara nyingine itakayotolewa kwa habari ya ukombozi wa kwako. Watakusanyikana aidha kukuangusha, lakini hawataweza. Daudi anasema ya kwamba wamenisukuma mno wakitamani kuanguka, lakini sijaanguka. Wamechimba mashimo mengi ili nidumukie, lakini wao wameenda. Ni kwa sababu ya ile agano la damu, ile sadaka tayari inanena, mtumishi wa Mungu. Na ndio maana ya mchini hata leo singekuwepo, lakini kwa sababu ya ile sadaka wanasaga neno, wameshindwa na magani ya kukamata. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, ni kwamba endelea kushikamana na sadaka ambayo Mungu ameleta kwako. Mungu ametoa sadaka ukombozi ambao ni takatifu. Usiendele mbali na hiyo sadaka, wala dunia isije kukupeleka mbali na hiyo sadaka, wala si dhambi ikufanya utengane na hiyo sadaka. Manake adui Biblia inaniambia kwamba uko nje, wako vitu, wako wanyama wakali watakulalua mwanangu. Maana hiyo Mungu akatia sadaka, na hicho ndicho ambacho anakitaka hata ule wakati atakaporudi kukuchukua Bwana na kukukurudisha pale ambapo Mungu alikuahidia. Anachoamini ya kwamba lazima atakukuta salama, kwa maana tayari alishalipa gharama kwa ajili yako, ambayo ile gharama haitazidika mpaka pale ambapo lile ambalo Mungu alikusudia litakapokamilika. Naomba niseme na finalist. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Naomba mnisikilize. Najua mkini kuna watu wanajiuliza kwa ajili ya kesho. Naelewa. Haleluya, watumishi wa Mungu. Lakini sikiliza hiki. Sadaka ina tabia kwenda mbele zaidi. Umenielewa? Nisikilize tu. Naomba ufahamu wako tu zifunguke na kuelewa. Sadaka ina tabia kwenda mbele zaidi. Na ndio maana Ibrahimu aliona mbele zaidi, akiwa bado hata mtoto mmoja hana, na yote yalifanyika. Finalist, Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ina tabia kwenda mbele zaidi. Inapoenda mbele zaidi, maana yake ni kwamba sadaka ina tabia kunena kila mahala ambapo wewe inakupasa uwe. Nimeongelea kwa habari ya Balaamu peke yake. Haleluya. Maana yake wapo mabalaamu wengi mbele yako ambao watasimama kukuzuia mahala fulani, ila naomba ukumbuke hili ya kwamba iko sadaka ambayo hawataiangusha. Iko sadaka ambayo hawataiangusha. Iko sadaka ambayo haitanyamaza mpaka pale ambapo mwana Adamu atakaporudi. Mtumishi wa Mungu, kaa katika hali ya utakatifu kama yeye anavyotaka. Haijalishi yamkini unapitia mateso makali kama wana wa Israeli. Ule wakati ulipokaribia wao kutolewa Misri, kupeleka kwao, mateso Biblia inaniambia aliongezeka, si ndio hivyo?
wakati ambapo umekaribia msaada wa kutoka waende kwao, mateso adui yaliongeza. Haleluya! Hawa watu, hata kama uko hapa mtumishi wa Mungu, hili ndio neno ambalo nakupa leo. Usiogope, iko sadaka haitanyamaza. Hata kama wazaliwa wa kwanza walisimamishwa kwenye kiti cha enzi ili kukuangusha, manake ni kwamba wanaposema wazaliwa wa kwanza, manake nafasi zote za kwanza unazuiliwa usiingie. Haleluya! Hiyo sadaka inanena, manake badala ya wao kusimama watakufa. Haleluya! Naomba tusimame.